Ramadhani ni mwezi ambao Allah anafungua milango yote ya rehma na anafunga milango yote ya moto na anawafunga mashetani kwa minyororo mikubwa isiyo kawaida. Lakini swali la kujiuliza ni hili: je, sisi tunafunga kwa moyo wetu? Kuna watu wamefunga miaka 10 lakini bado hawajabadilika. Wamekesha tarawih lakini tabia zao hazijabadilika. Kwa nini? Kwa sababu Ramadhani haimbadilishi mtu kwa njaa, bali inambadilisha mtu kwa nia na juhudi ya ndani. Leo tutazungumzia mambo 7, na mambo haya 7 ukiyafanya kwa dhati, Ramadhani yako haitakuwa ya kawaida. Kama leo ni mara yako ya kwanza kushiriki nami katika mwendelezo wa vipindi hivi, basi usisahau kusubscribe, like, comment na kushare. Jambo la kwanza, toba ya kweli. Ramadhani ni mwezi wa kumrejea Allah. Allah anasema katika surati Zumar aya 39 mpaka 53, msikate tamaa na rehma ya Allah, hakika Allah husamehe madhambi yote. Toba ya kweli ina hatua 4. Hatua ya kwanza ni kujuta. Kujutia kwa yale yote ambayo umewahi kuyafanya katika mzunguko wa maisha yako. Lakini hatua ya pili baada ya kujutia ni kuacha dhambi. Kuacha dhambi ni kuto kurejea yale mabaya ambayo ulikuwa unayafanya kabla ya kutubia dhambi zako. Namba 3 ni kuazimia kuto kurudia. Baada ya kutubu sasa dhambi zako, ni kuazimia kuto kurudia tena yale madhambi uliyofanya. Namba 4, kurudisha haki kama uliwadhulumu watu. Tafakari kama kuna mtu ulimuumiza. Tafakari kama kuna pesa si yako uliwahi kuitumia. Tafakari kama kuna uhusiano wowote wa haramu kwenye maisha yako. Ramadhani ni nafasi ya kufuta yote haya. Namba 2, kujenga uhusiano wa kweli na Qur'ani. Ni mwezi ambao Qur'ani iliteremshwa, lakini wengi wanaisoma Qur'ani kwa haraka. Wanamaliza juzuu kwa juu tu, wala hawamaanishi wanachokisoma, lakini hawafahamu walichosoma, na hii huwafanya kuwa ni watu ambao hawafahamu walichokisoma. Kuliko kusoma juzuu nzima kwa haraka na usijue nini umefanya, ni bora usome aya chache ambazo zitakupa tafakari na zitakupa funzo la moja kwa moja. Hii itakufanya ujiulize Allah ananiambia nini kupitia aya hii. Namba 3, uswali kwa khushu. Swala ya tarawih si mashindano ya kumaliza haraka. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, atakayeswali Ramadhani kwa imani na kutarajia malipo atasamehewa madhambi yake yaliyopita. Khushu ni kuhudhurisha moyo, kuelewa unasimama mbele ya nani, na kuacha vitu vyako vyote pembeni. Vitu kama simu, mke, watoto, vyote ukaviweka pembeni na ukaenda moja kwa moja kwenye ibada. Namba 4, sadaka na kulisha wengine. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa mkarimu zaidi Ramadhani. Sadaka sio pesa tu, ni chakula, mavazi, hata maneno mazuri. Na kama kuna jirani hana futari, hana mahitaji ya msingi, Ramadhani yako iwe huru kwa mtu mwingine, kwa kumsaidia na kumpa mahitaji yake. Hii ni kwa mwenye uwezo, maana sadaka inaanzia kwa ndugu yako. Usije ukatoka na mamilioni ya fedha ukaenda kusaidia watu wakati mama yako ana njaa, wakati baba yako ana njaa, wakati ndugu zako wana njaa. Sadaka ya kweli inaanzia nyumbani, na hii ndio Mwenyezi Mungu ameiruhusu. Hata sadaka ina mipaka yake, ina njia zake za kutoa na ina malipo yake. Kwa hiyo kutoa tu sio kwa mtu yoyote. Kuna watu pia Mwenyezi Mungu ambao wamewaamrisha kwamba hao wanafaa kupewa, na kuna watu ambao hawafai kupewa. Tutazungumza hii katika kipindi kingine kwenye masuala ya sadaka na zaka kwa pamoja. Namba 5, kulinda ulimi na moyo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, mwenye kuacha kusema uongo na matendo maovu, Allah hana haja na kuacha kwake kula na kunywa. Ramadhani sio kusengenya mchana au kutukana usiku au kugombana kwa masuala ya mitandaoni ama kugombana na majirani, ndugu na rafiki.
Unachotakiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kulinda ulimi wako, kulinda macho yako pamoja na masikio. Ukifanya haya utakuwa umetimiza adhima ya Ramadhani. Namba 6. Dua ya kina na usiku wa Lailatul Qadr. Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi 1000. Usingoje tarehe maalum. Omba msamaha kuanzia leo. Tafuta riziki ya halali. Tafuta ndoa yenye baraka pamoja na mwisho mwema. Namba 7. Kubadilika kabla Ramadhani haijaisha. Ramadhani ni shule ya siku 30. Lakini swali, utahitimu ukiwa mtu gani? Dalili ya Ramadhani imekusaidia utaiona wewe mwenyewe. Utakuwa umeacha dhambi, swala zako zitakuwa zimeimarika, tabia yako itakuwa imebadilika na moyo wako utakuwa umelainika. Ramadhani haitarudi milele. Huenda hii ndio Ramadhani yako ya mwisho. Usifanye iwe mwezi wa kula zaidi, au usifanye kuwa mwezi wa kulala zaidi, bali ifanye iwe mwezi wa toba, mwezi wa Qur'ani, mwezi wa mabadiliko ya kweli. Na yapo malipo ambayo Mwenyezi Mungu ameyasema, ambayo yeye mlipaji, ambaye yeye ni hakimu wa siku ya mwisho, amesema atalipa kutokana na Ramadhani hiyo. Muislamu atapata nini akiitekeleza Ramadhani kwa usahihi? Namba 1. Atapata msamaha wa madhambi yake yote yaliyopita. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, atakayefunga Ramadhani kwa imani na kutarajia malipo atasamehewa madhambi yake yote yaliyopita. Fikiria hili. Makosa uliyofanya kwa siri, dhambi ulizozijutia na makosa ambayo hakuna anayajua isipokuwa Allah, zinaweza kufutwa zote kupitia Ramadhani moja tu. Na Ramadhani hiyo ikakufanya uanze ukurasa mpya na kuzaliwa upya kiroho. Namba 2. Kuokoka na moto wa Jahannam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, Allah ana watu anaowaokoa na moto kila siku katika Ramadhani. Huenda usiku mmoja wa dua yako, machozi yako na toba, rakaa zako za usiku ndio zikawa sababu ya kuokoka. Namba 3. Kuongezewa baraka katika maisha. Ramadhani huleta utulivu wa moyo, nuru ya kiroho, baraka katika riziki. Qur'ani inasema, lau watu wa miji wangeamini na kumcha Mungu, ungelifungua juu yao baraka kutoka mbinguni na ardhini. Mtu akimcha Allah kwa dhati wakati wa Ramadhani, biashara yake hupata baraka, familia yake hupata utulivu na moyo wake hupata amani. Namba 4. Kujenga udhibiti wa nafsi. Ramadhani ni mazoezi ya roho. Unajifunza kusema hapana kwa matamanio, kujizuia na hasira, lakini pia kudhibiti ulimi. Hii inakufanya uwe na nguvu ya ndani, uwe mtu mwenye nidhamu, uwe bora hata baada ya Ramadhani. Namba 5. Kupata daraja ya juu peponi. Allah amesema katika suratul Qadir, Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi 1000. Miezi 1000 ni zaidi ya miaka 83. Fikiria, ibada ya siku moja ni sawasawa na thawabu za miaka 83. Hii ni neema kubwa mno. Namba 6. Kujenga uhusiano wa karibu na Allah. Katika suratul Baqara aya ya 2, Mwenyezi Mungu anasema, nami nipo karibu yenu, najibu dua ya kila muombaji pale anapoiomba. Ramadhani ni mwezi ambao dua hujibiwa haraka. Moyo unakuwa laini, machozi hutiririka kirahisi. Muislamu anayefanya mambo haya 7 huwa anahisi uwepo wa Allah, huwa anahisi amani ya ndani. Namba 7. Kutoka Ramadhani ukiwa mtu mpya. Faida kubwa kuliko zote ni mabadiliko ya kweli. Dalili ni kwamba swala zako zitakuwa zimeimarika, tabia zako zitakuwa zimebadilika, hasira zimepungua, uhusiano wako na watu utakuwa umeimarika. Ramadhani si mwezi wa kushinda njaa, ni mwezi wa kufanya mageuzi. Muislamu anayefanya Ramadhani kwa dhati hapati njaa tu, bali anapata msamaha, anapata baraka, anapata pepo na anapata kuwa karibu na Allah. Swali sasa ni hili: je, utachagua Ramadhani ya mazoea au Ramadhani ya mabadiliko? Kama leo ni mara yako ya kwanza kushiriki nami katika muendelezo wa vipindi hivi, basi usisahau kusubscribe, like, kucomment na kushare.
mpaka wakati mwingine.